Na Yesu apewe sifa. Ninamshukuru Mungu tena kutupa kibali tena siku ya leo. Na kwa majina yangu ninaitwa Mwinjilisti Victoria Livingstone Dennis. Basi leo natamani tujifunze somo ambalo linasema mikononi mwa mfinyanzi. Mikononi mwa mfinyanzi. Tuombe. Bwana Yesu, ninasema asante kwa kuwa wewe ni mwema tena ni mwaminifu ambaye umetupa kibali tena siku ya leo kuwepo hapa mbele ya watumishi wa Mungu hawa. Bwana, lile ambalo umewekeza ndani ya moyo wangu likafanyike kuwa uponyaji katika maisha yao kwa jina la Yesu, amin. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakwenda kusoma kile kitabu cha Yeremia ile sura ya 18 kuanzia ule mstari wa kwanza ambalo neno la Mungu linasema hivi. Neno hili lilimjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi na huko nitakusikilizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi na tazama alikuwa akifinyanga akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifinyiza tena kuwa chombo kingine kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatengeneza ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Bwana Yesu apewe sifa. Basi mimi leo nitakuwa na maandiko mawili tu ambayo nitasimama nayo. Nitasimama na hii Yeremia sura ya 18 na huu mstari ambao nimesoma kuanzia wa kwanza. Baadaye nitakuja tena kutoa andiko lingine ambalo tutasimama na haya maandiko mawili. Basi Mungu amenipa neno hili kwa ajili yenu na kwa ajili yangu pia, ili tujifunze kwa pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Basi mtumishi wa Mungu Yeremia, napenda nikueleze kidogo tu historia ya Yeremia, wito wa Yeremia ulivyokuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wito wa Yeremia ni kama wito wa Musa. Yaani wito wa Yeremia ulikuwa ni kama wito wa Musa wa kujitetea. Unajua Yeremia aliitwa akiwa na kijana mdogo sana wa miaka 20. Kwa hiyo Mungu alipomuita Yeremia, anasema wewe Yeremia, nilikujua toka ungali tumboni mwa mama yako. Yeremia alijitetea sana, inakuwaje mimi bado ni mdogo? Nitasimamaje kwenda kwa watu wakubwa kuambia habari ambazo wewe utanipa, inakuwaje mimi ni mtoto mdogo bado? Kwa hiyo akawa anajitetea sana, kama ambavyo Musa alipoitwa alijitetea kwamba mimi nina kigugumizi, siwezi kuongea na nini. Kwa hiyo ndivyo wito wa Yeremia ulivyokuwa. Yeremia alikuwa ni kijana mdogo mwenye miaka 20 na Yeremia alitoa unabii chini ya wafalme 5 ambao akiwepo Yosia, Sedekia, Yohakim na wengine na kadhalika. Bwana Yesu apewe sifa. Alianza huduma akiwa na miaka 20 kama ambavyo nimeongea, na alitumika chini ya hao wafalme tofauti tofauti. Wafalme 5 tofauti tofauti kwa zaidi ya miaka 40. Akiwa akitumika katika hiyo huduma. Bwana Yesu apewe sifa. Na wito wa Yeremia haukuwa wito mrahisi. Kabisa haukuwa wito mrahisi. Wito wa Yeremia ulikuwa wito mgumu sana, na ndio maana Yeremia aliitwa nabii wa machozi. Alikuwa ni nabii wa machozi. Na kwa sababu gani alikuwa nabii wa machozi? Ni kwa sababu ya uharibifu ambao alikuwa akiuona, uharibifu wa Yerusalemu, kuchoma kwa hekalu la Sulemani. Kwa hiyo Yeremia hakuwa nabii, yani wito wake haukuwa mrahisi, ulikuwa ni wito mgumu sana, wito wa machozi, wito wa matengenezo ya Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hatimaye katika wito wake ambao Yeremia alikuwa ameitwa na Mungu, tunaona kulikuwa na uharibifu na nini, lakini pia mpaka wana wa Israeli walitekwa watu wa Mungu kwenda utumwani Babeli. Kwa hiyo wito wa Yeremia haukuwa rahisi, ulikuwa ni wito mgumu sana, ulikuwa ni wito wa machozi mengi. Alikuwa akimlilia Mungu sana, akiwaonya wana wa Israeli wamrudie Mungu, walikuwa wamemwacha Mungu, na Mungu akawa anamwambia Yeremia kwamba, na ndio maana Mungu alimuonyesha Yeremia, ukisoma hiyo Yeremia sura 18, Mungu anamwambia Yeremia, nenda nyumbani mwa mfinyanzi, utamkuta mfinyanzi anafinyanga chombo.
hiyo ilikuwa ni kama picha ambayo ilikuwa ni picha ya kielelezo cha urejezo wa uzao wa Yuda waweza kuokolewa na kufinyangwa upya. Kwa hiyo yani kile ilikuwa kama ni kielelezo ambacho Mungu alikuwa akimuonyesha Yeremia kwamba anakuta mfinyanzi anakifinyanga kile chombo kilichoharibika, kinaharibika mikononi mwa mfinyanzi, lakini unakuta tena mfinyanzi anakifanyiza tena upya, anakifinyanga kama vile anavyotaka. Kwa hiyo kile kilikuwa kielelezo kwa ajili ya ya uzao wa Yuda ili kurejezwa. Kwa hiyo Mungu anamwambia Yeremia, je, kama hawa watu hata wakirudi waache dhambi zao, mimi nitawafanya kuwa upya na watakuwa watumishi wangu wazuri. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma ile neno la Mungu nasema neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya Yerusalemu. Tutasema kwa ule mstari wa 5, nitaruka nisome. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ilikuwa ni kielelezo. Kwa hiyo Yeremia Mungu anamsikilizisha, anamwambia, je, unavyomuona huyo mfinyanzi anavyofinyanga iko chombo, je, mimi siwezi kuwatengeneza kama huyo mfinyanzi ambavyo anawatengeneza? Chombo kinaharibika lakini unakuta anawatengeneza tena. Mimi siwezi nikawatengeneza mkawa watu wenye kufaa? Ni kama kielelezo kilikuwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Yeremia wito wake ulikuwa sio wito wa kawaida. Ulikuwa ni wito mgumu, wito wa machozi mengi sana, akiombolezea Israeli, watu wamrudie Mungu. Lakini leo tunajifunza kwa namna tofauti sana kupitia hili somo la mtumishi wa Mungu Yeremia kuhusu nyumba ya mfinyanzi. Leo nitalileta kwa picha ya tofauti kabisa. Tunajifunza yale ambayo wenzetu wamekosea, tunajifunza na sisi ili tuende vizuri na Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa mfinyanzi maana mfinyanzi, kwanza mfinyanzi ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo Yeremia alipoenda kwenye ile nyumba ya mfinyanzi akakuta mfinyanzi anafinyanga kile chombo kilichoharibika. Kwa hiyo mfinyanzi anasimama kama Yesu. Mfinyanzi anasimama kama Yesu na kile chombo kinasimama kama mimi na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Mfinyanzi anasimama kama Yesu Kristo na chombo kinasimama kama mimi na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tambua kwamba kuna mambo mawili ambayo unatakiwa uyajue kupitia mfinyanzi. Kwanza, aliye kwenye mikono ya mfinyanzi haamui yeye afinyangwe vipi. Tambua mambo mawili kuhusu mfinyanzi. Aliye kwenye mikono ya mfinyanzi haamui yeye afinyangwe vipi. Na jambo la pili, hakuna namna Mungu atakuvusha kukupeleka mahali bila kupita kwenye mikono ya mfinyanzi. Tambua hayo mambo mawili kwamba iwe ni kihuduma, iwe ni kimafanikio ya aina yoyote, huwezi ukapelekwa viwango vingine bila kupita kwenye mikono ya mfinyanzi. Bwana Yesu apewe sifa. Huwezi ukainuka kwenye huduma yako ikawa kubwa kama haujapita kwenye mikono ya mfinyanzi. Tambua hilo kwamba huduma yako haiwezi ikawa kubwa kama bado hujapita kwenye mikono ya mfinyanzi. Yaani ukimwona mtu kesha pita viwango vikubwa, kawa na huduma kubwa, huduma ambayo inamgusa Mungu, huduma yenye mafanikio, lazima huyo mtu amepita kwenye mikono ya mfinyanzi. Mungu hawezi kukuvusha, hawezi kukupeleka hatua nyingine, hatua inayofuata, hatua zaidi na hatua bila kwanza kukupitisha kwenye mikono ya mfinyanzi. Tambua hilo. Kwa hiyo unapopita kwenye mikono ya mfinyanzi, yapo maumivu ya kupita kwenye mikono ya mfinyanzi. Na kuna hatua ambazo wewe zinakupeleka uwe kwenye mikono ya mfinyanzi. Unapoingia kwenye wokovu, ni hatua mojawapo ambayo wewe tayari umeingia kwenye mikono ya mfinyanzi. Mtu mwingine anaweza akasema, utajuaje kama mimi nipo kwenye mikono ya mfinyanzi ninafinywangwa? Nitajuaje? Utajuaje? Pale tu unapookoka, unapopata wokovu, tayari umeshaingia kwenye mikono ya mfinyanzi. Unapoingia kwenye mikono ya mfinyanzi tu, tabia zetu zinamata mbele za Mungu. Lazima Mungu aziondoe, lazima Mungu akufinyange, aondoe makorokoro yote
unapoamua kuokoka, lazima Mungu akufinyange ili uwe chombo chenye kufaa, ili utumishi wako uwe ni utumishi unaofaa. Lazima upite kwenye mikono ya mfinyanzi. Naomba nisome ile Mithali 6 mstari wa kuanzia ule wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: kuna vitu 6 anavyovichukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake: macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu, shahidi wa uongo asemaye uongo, naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Bwana Yesu apewe sifa. Ule mstari wa 20 unasema, mwanangu, shika maagizo ya baba yako, wala usiache sheria ya mama yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba kuna vitu 6 ambavyo Bwana Yesu anavichukia. Viko 7. Anasema macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo uwazayo mawazo mabaya, miguu iliyo myepesi kukimbilia maovu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tabia zetu mbele za Mungu zinamata. Tabia zetu, mienendo zetu, usemi wetu, kila kitu ambacho unacho mbele za Mungu kinamata. Kwa hiyo unapoamua kuokoka, lazima ufinyangwe tabia yako, ifinyangwe, ufanywe kama yeye Mungu anavyotaka. Yeye Mungu anataka wewe uwe kama yeye, kama chombo ambacho kilikuwa mikononi mwa mfinyanzi. Yeremia anasema kwamba alipofika kwenye nyumba ya mfinyanzi, anakutana na mfinyanzi anahangaika na kile chombo, mara kinaharibika, anachukua anakifinyanga tena upya. Yaani anatamani kile chombo kiwe kwenye shepu anayoitaka. Yaani kiwe vile anavyotaka yeye yule mfinyanzi. Ndivyo alivyo Mungu wetu sisi. Mungu wetu anataka sisi tuwe ni watu wa namna gani? Utumishi wako anataka Mungu utumishi wako uwe ni utumishi wa namna gani? Kwa hiyo anakutengeneza vile Mungu anavyotaka. Sasa kwenye kukutengeneza sasa. Kwenye kukutengeneza sasa. Vile Mungu anavyotaka wewe yeye Mungu anataka uweje? Uwe na shepu ipi? Uwe na utumishi wako uwaje? Kwa hiyo anakutengeneza vile anavyotaka, sio kama unavyotaka wewe. Sifa ya mfinyanzi, anakutengeneza kama anavyotaka yeye. Kwa hiyo Yesu Kristo unapoingia kwenye wokovu, anakutengeneza kama yeye anavyotaka. Sio kama wewe unavyotaka. Kama yeye anavyotaka. Sio kama wewe unavyotaka. Kwa hiyo Mungu anakutengeneza kama yeye anavyotaka uwe. Kwa hiyo tabia zetu mbele za Mungu zinamata. Ukiwa mtumishi mwenye tabia kama hizi, utumishi wako hautakuwa wenye kufaa. Hautakuwa wenye kufaa. Kwa hiyo tabia zetu, unapoingia kwenye utumishi, lazima ufinyangwe tabia yako. Kama ni kiburi, lazima kiburi kifinyangwe. Lazima ufinyangwe. Yaani unahakikisha Mungu anafinyanga hicho kiburi, kitaondoka tu. Maadamu ukiwa kwenye mikono ya mfinyanzi. Kama ni mawazo mabaya, Mungu atakufinyanga, na anakufinyanga kupitia neno lake. Unapokuwa kwenye wokovu, unakaa kwenye mikono ya mfinyanzi. Zipo kanuni kama 4 hizi ambazo hizo kanuni zitakufanya ukae kwenye mikono ya mfinyanzi. Kanuni 4 ambazo zitakufanya wewe ukae kwenye mikono ya mfinyanzi. Kanuni ya kwanza ni usafi na utakatifu. Hii kanuni ya usafi na utakatifu, hii kanuni ndio itakufanya ukae kwenye mikono ya mfinyanzi. Kwa hiyo ukiingia kwenye wokovu, kanuni ya utakatifu, kuna msemo unasema kwamba ni heri chombo kiharibike kikiwa kwenye mikono ya mfinyanzi kuliko ni chombo kiharibike kikiwa nje ya mikono ya mfinyanzi. Ni hatari sana kubwa. Kwa hiyo chombo chako kikiharibika kikiwa kwenye mikono ya mfinyanzi, uko salama, kwa sababu kile chombo mfinyanzi atakitengeneza kitakuwa kipya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ni heri chombo chako kiharibike kikiwa kwenye mikono ya mfinyanzi kuliko ni chombo chako kiharibike kikiwa nje ya mikono ya mfinyanzi. Ni hatari kubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo hii hatua ya utakatifu, hizi ndo hatua ambazo zinakufanya ukae kwenye mikono ya mfinyanzi. Sasa usikae nje ya mikono ya mfinyanzi.
Hizi hatua zitakufanya ukae ndani ya mikono ya mfinyanzi. Utakatifu utakufanya uendelee kukaa kwenye mikono ya mfinyanzi anavyoendelea kukifinyanga. Kwa hiyo ukitoka nje ya utakatifu, ina maana umetoka nje ya mikono ya mfinyanzi. Unapokaa kwenye utakatifu, unakaa kwenye mikono ya mfinyanzi. Bwana Yesu apewe sifa. Mfinyanzi anakushepu kwa sababu utakatifu unakataa kuwa na mawazo mabaya. Utakatifu unakataa kuwa muongo. Utakatifu unakataa kupanda mbegu za fitina kati ya ndugu na ndugu. Kwa hiyo ukiwa mtakatifu hautopanda mbegu za fitina kati ya ndugu na ndugu. Ukikaa kwenye kanuni ya utakatifu ambayo ndo unakaa kwenye mikono ya mfinyanzi, itakufanya uwe na shepu ambayo Mungu anaitaka, kwa sababu hautakaa kwenye uongo. Miguu yako haitaenda miguu, anasema endapo utaongozwa, anasema kwamba miguu iliyo mepesi kukimbilia maovu. Miguu yako haitakuwa mepesi kukimbilia maovu kama utakaa kwenye utakatifu, kanuni ya utakatifu ambayo inakuweka unakuwa upo kwenye mikono ya mfinyanzi. Miguu yako haitakuwa mepesi kukimbilia maovu, shahidi ya uongo, asemaye uongo. Wewe umekuwa shahidi wa uongo, unasema uongo. Hivi ni vitu ambavyo Mungu anavichukia. Kwa sasa unapokuwa mtakatifu, hivi vitu lazima Mungu akuchonge. Wewe unapokuwa na wivu, neno la Mungu linakataa. Utakatifu unakataa kuwa na wivu. Utakatifu unakwambia mpende jirani yako. Utakatifu unakwambia mpende adui yako. Kwa hiyo hula utakatifu utakufanya ukae kwenye shepu ya Mungu ambayo Mungu anaitaka. Mungu anataka tuwe tuna upendo. Mungu anataka usiwe mtu ambaye unapanda fitna kati ya ndugu na ndugu. Kwa hiyo unapokaa kwenye utakatifu sasa, Mungu anakushape. Anakuweka kwenye ile shape ambayo anaitaka yeye. Anataka utumishi wako uwe utumishi wenye kufaa. Kwa hiyo kama utumishi wako utakuwa kwenye utumishi unaokufaa, ina maana hizi tabia kwako zitafinyangwa na zitaondoka. Bwana Yesu apewe sifa. Kanuni nyingine ni ya utii. Unapokuwa mtii, basi unakuwa upo kwenye mikono ya mfinyanzi. Kwenye mikono ya mfinyanzi. Unapotoka kwenye utii, ina maana unatoka kwenye mikono ya mfinyanzi. Na ukitoka kwenye mikono ya mfinyanzi, ndugu yangu, hauko salama. Chombo chako kikivunjika kikiwa nje ya mikono ya mfinyanzi, wewe hauko salama. Lakini kama unataka usalama wako, endelea kukaa kwenye mikono ya mfinyanzi. Chombo chako kifinyangwe, endelea kukaa kwenye hizi kanuni ya utakatifu, kanuni ya utii, kanuni ya moyo kupondeka. Unakuwa na moyo, kanuni ya kutaka kukua. Kanuni ziko 4: utakatifu, utii, kupondeka moyo. Alafu kanuni nyingine ya kuwa na shauku ya kukua, shauku ya kumtafuta Mungu. Hii ni kanuni ambayo itakufanya wewe uendelee kukaa kwenye mikono ya mfinyanzi. Shauku ya kukua, shauku ya kuomba, shauku ya kumtafuta Mungu itakufanya wewe uendelee kukaa kwenye mikono ya mfinyanzi. Kwa hiyo tabia zetu mbele za Mungu zinamata. Unapookoka, unapokuwa mtumishi wa Mungu, zile tabia ndogo ndogo ambazo umetoka nazo huko, naweza nikatolea tu mfano mmoja kwamba kwa nini Mungu anataka tufinyangwe? Kwa nini Mungu anataka tufinyangwe? Unajua kipindi cha Adam na Eva walifinyangwa. Kwa hiyo tunafinyangwa tena. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hapa tunafinyangwa tena. Maana tulishafinyangwa kipindi cha kwanza, lakini Adam alipomtenda Mungu dhambi, uovu ndipo ulipoingia. Kwa hiyo kuna asili ya uovu ndani yetu, kuna asili ya dhambi ndani ya mtu. Kwa hiyo mtu anapookoka, ile asili ya dhambi ndo Mungu sasa anataka kumfinyanga yule mtu awe kama asili aliyomuumba Adamu. Mara ya kwanza alikuwa pure, alikuwa hana dhambi. Baada ya kutenda dhambi ndo asili kaingia dhambi ndani yake. Kwa hiyo sasa Mungu anakufinyanga upya. Uwe ni kitu kinachofaa, uwe ni mtumishi anayefaa, uwe ni mtu anayefaa. Anakufinyanga kuondoa makolokolo, kuondoa dhambi, kuondoa tabia zisizofaa, tabia mbaya anaziondoa kwa mtu. Kwa hiyo ili uwe mtumishi unayefaa, tabia zote mbaya. Kwa hiyo lazima Mungu akufinyange. Lazima ukae kwenye mikono ya mfinyanzi. Ninapokwenda kumalizia, nataka nikwambie mtumishi wa Mungu kwamba
Hakuna usalama nje ya mikono ya mfinyanzi. Hakuna usalama. Yaani wewe ukitaka usalama wako, endelea kudumu kwenye mikono ya mfinyanzi. Na kudumu kwako kwenye mikono ya mfinyanzi ni hizi kanuni ambazo nimezitaja hapa: utakatifu, utii, shauku ya kutaka kukua, kumuomba Mungu, shauku ya kumtafuta Mungu. Hizi zitakufanya uendelee kudumu kwenye mikono ya mfinyanzi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitoka kwenye hizi kanuni 4 nilizokuambia, ina maana wewe tayari umeshatoka kwenye mikono ya mfinyanzi na maisha yako yapo hatarini. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mungu awabariki sana kwa neno fupi ambalo Mungu ameweka ndani yangu, tushirikishane kwa pamoja. Mungu awabariki sana 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 sana.